Eroria TV, CTV, Ngai arĩ o hamwe na inyuĩ arĩa mahotete gũtwĩrora kĩroko gĩkĩ, na no tũmũrie mwĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ kwambĩrĩria ithaa rĩrĩ Ngai arĩa Ngai ahota kũmũkĩria, tondũ akoragwo e Ngai mwega, na mũririkane atĩ kũrĩ matanahota gũkĩra marĩ o toro, matingĩtobora gũkĩra, no inyuĩ nĩ mũhetwo hinya wa kũhota gũkorwo mũkĩrĩte, tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku, ti ũrĩa mũmwĩkĩire wega mũno gũkĩra arĩa angĩ, no wendo wake, na Ngai akoragwo hĩndĩ ciothe mwĩhokeku. Rĩu no tũmũcokerie ngatho. Baba, nĩtuoka mbere yaku kĩroko gĩkĩ kĩega Ngai, tũgĩgũcokeria ngatho Jehova Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtũkĩrĩtie, nĩ ũndũ wa wendo waku Ngai, ti ũrĩa twĩkĩte wega mũno kana ona tũkagĩrĩra gũkĩra arĩa angĩ Ngai, no nĩ ũndũ wa tha ciaku ona gũtwenda kũrĩa ũtwendete. Gĩtĩkĩre kwamũkĩra ngatho citũ rĩu Baba Jehova, coke wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ Ngai, tũtambũrũkĩrie guoko gwaku Ngai, o harĩa tũrĩkinyithagia magũrũ maitũ Jehova, ũgakoragwo nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ Ngai. Reke Baba Jehova Ngai, arĩa othe marathiĩ na mĩtoka Ngai, ũkorwo nĩwe ũnyitĩte kĩbara Jehova, korwo nĩwe ũtongoretie njĩra ciao ciothe Ngai kĩroko gĩkĩ Ngai. Nĩ ndakũhoya Jehova Ngai, njũĩ kũna nĩ ũgũtwarana na ithuĩ, ona mũthenya ũyũ witũ Ngai nĩ ũkũrathima Jehova. Reke othe arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ mao Ngai, ũmanyite guoko, ũmatongorie, na wĩtĩkĩre kũmarathima, na nĩgetha Ngai monege hinya waku na ũhoti waku Baba Jehova. Ndahoya Jehova Ngai, ona marĩa itakwĩrĩte Ngai, na me ngoro-inĩ ciao Baba Jehova, no kũmahingĩria. Ndahoya ũguo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndacokia ngatho, tũgĩcoka gũthiĩ gwĩ kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, kana kĩrĩa tũkwambĩrĩria nakĩo kĩroko gĩkĩ. No nyende tũhingũre mabuku maitũ thĩinĩ wa ibuku rĩa John. No tuhingũre chapter 5. Tukifungua hiyo kitabu ambao ni ya Yohana, Mtakatifu Yohana chapter ya 5, tutaisoma kutoka tu hapo mwanzo, tukiendelea kidogo tusikie yale Mungu ama Yesu alikuwa akiyatenda alipokuwa hapa ulimwengu huu wetu. Bwana asifiwe. Na nasoma. After this, Jesus went to Jerusalem for a religious festival. Near the sheep gate in Jerusalem, there is a pool with 5 porches. In Hebrew, it is called Bethesda. A large crowd of sick people were lying in the porches. The blind, the lame, the paralyzed, because every now and then an angel of the Lord went down into the pool and stirred up the water. The first sick person to go into the pool after the water was stirred up was healed from whatever disease he had. A man was there
who had been ill for 38 years. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been ill for such a long time. So he asked him, "Do you want to get well?" The sick man answered, "Sir, I have no one here to put me in the pool when the water is stirred up. While I am trying to get in, somebody else get there first." Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Immediately, the man got well. He picked up his mat and started walking. The day this happened was a Sabbath. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba Yesu alikuwa anatembea, na wakati alikuwa anatembea, pako na hivi visima ama pahali palikuwa na maji. Wakati huo viwete, vipofu, watu ya magonjwa tofauti tofauti walikuwaga wanapelekwa hapo na wanalazwa, ni wagonjwa. Maji wakati malaika ya Mungu atatumbukia pale, akiakoroga yale maji, yule ataweza kutumbukia hapo mbele, ndio alikuwa anaponywa. Bwana asifiwe. Sasa wakati huo palikuwa na mtu ambao amejaribu kukaa hapo, hana mtu ingawaje anaweza kumsaidia mtumbukize kwa yale maji, wakati malaika wa Mungu anaifanya nini? Anaikoroga koroga. Wakati anakoroga hayo maji, hakuna mtu ambao angeweza kumtumbukiza ndani. Maajabu haya, hata watu yake walipoenda pale waliacha wamemtupa na wakamsahau. Hata siku hii ya leo tukitembea hapa Nairobi hii yetu, utaona hiyo ni kiwete aliletwa hapo usiku na akaacha ametupwa hapo. Hawataki kujua kama kuko na mvua ama kuko aje, ni jua. Mtu atashinda hapo akiungua, hana mtu ya kumwangalia, hana mtu ya kumpatia chochote, na amewekwa hapo. Hivyo ndivyo ilikuwa huyu kiwete ambao hangeweza kujiamusha. Alienda akatupwa hapo, mwaka nenda rudi, miaka inaenda mpaka miaka 38, ndipo Yesu alikuja kuweza kumuokoa. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, nataka kuambia ulimwengu uko na mashida mengi, na Yesu amewatembelea. Yesu yuko hapa. Uko na mashida ambayo imekusukuma miaka nenda rudi, huna msaidizi mwingine atakusaidia, na uko hapa kwa hii madhabahu siku hii ya leo. Nataka uelewe ya kwamba hii madhabahu siku hii ya leo itakutetea. Yale shida uko nazo, yale imekusukuma miaka nenda rudi,
Ni wakati yako umtazamie huyu Yesu, sababu huyu Yesu peke yake ndio anaweza kukuokoa, ndio anayeweza kukuondolea hayo mashida ambao inazidi kukusumbua na yale imekusumbua miaka nyingi. Magonjwa ambayo ilikatalia kwa mwili yako, Yesu peke yake ndio anayeweza kuiondoa. Yesu peke yake ndio anayeweza kukuponya. Usitazame daktari. Daktari anakusaidia kidogo tu, lakini ukimshika Yesu, Yesu atakuponya hata kama ni ugonjwa wa aina gani. Shika Yesu ndugu yangu, mtazame Yesu ndugu yangu, ndio peke yake ambao atabeba shida zako, hata ziwe ni za aina gani, hata iwe ni nini na kusumbua. Huyu Yesu, Yesu anakuwaga mwema. Yesu atakuponya. Yesu ataponya shida zako. Magonjwa ni aina nyingi. Magonjwa ni aina nyingi. Umelala njaa, hupati chakula, miaka nyingi umesumbuka. Hakika tazama huyu Yesu ambaye peke yake ndio mwenye uwezo. Ulimwengu kiumbwa, kabla hakuna chochote, Yesu alikuwa. Yesu ni Mungu, tunamuita mwana wa Mungu, lakini nataka ujue ya kwamba alikuwako tangu hapo mbele. Ulimwengu kabla haijaumbwa bado alikuwa. Na siku ya leo nakwambia, mtafute, mshike, na hakika ataweza kumaliza shida zote zile uko nazo, zile shida ambazo zinakusumbua. Huyu Yesu ndio ataweza kuzimaliza, sio mwanadamu, sio rafiki yako. Usianze kulaumu marafiki zako ati mbona hamnisaidii, mbona mnakula skuli. Hapana, ita Yesu. Yesu peke yake ndio ataweza kumaliza hizo shida uko nazo, ndio ataweza kumaliza haya magonjwa ambayo inakusumbua. Tunaona ya kwamba huyu rafiki yangu hapa amekaa miaka 38. Alikuwa na watu yao, alikuwa hata na baba, alikuwa hata na mama, lakini walienda wakamtupa hapo na wakamsahau. Wakasahau, hata hawangeweza waseme wacha tumsaidie siku ya leo, ndio malaika kama ataweza kuja, ingawaje nimsaidieni mtumbukize pale. Walimsahau na kumwacha hapo. Hata wale marafiki unafikiria ndio watakusaidia, ndugu yangu, dadangu, nataka mkujue ya kwamba ni Yesu peke yake ndio ako na uwezo ya kumaliza mashida yale ambao unabebana nazo. Kuko na wanadamu wengi hawana huruma nawe. Marafiki zako saa ile uko na shida ndio wanakuchekelea, ndio wanasema mtazame, muone. Hata watu wanaumia wakiwa watu wazima. Tuko na accident nyingi ya magari hapa na pale. Unasikia mtu amevunjwa miguu, mtu ameumia, akisha toka hospitali anakuwa ni kiwete, hajiwezi tena, hana mtu ya kutegemea. Wale mnajua ni viwete, wengine wamepotea hata na macho. Ndugu zangu, wapelekeni kwa Yesu,
Msiwache mumewadampu huko barabarani na kuwaacha ati ndio wasaidiwe na wapita njia. Wapita njia hawawezi kusaidia watu, ila ni kucheka. Kwanza zaidi kama ulikuwa mtu ambao unajipatia mali na saa hiyo umekusha kuwa kiwete, watu watakuwa ni kucheka. Muone wakati alikuwa kazini, wakati alikuwa ABCD, alikuwa hataki hata kutuangalia. Sasa muone hajiwezi, ni kucheka, wanachekelea ndugu zao. Nanyi mlipo hapa, wale mnaonisikiliza, mjue ya kwamba kama ni ndugu yako anaumia, kama ni ndugu yako wako na mashida, ndugu yangu msaidie, usimchekelee. Hata kama alikukosea ama alikufanyia jambo zingine ambao ni mbaya, ndugu yangu saidia yeye, muonee huruma. Tunaya kwamba huyu ni kiwete ambao alidampiwa vile watu wanapelekaga takataka kwa dumping place. Na siku ya leo, ndugu zangu, na wasihi muwe wenye huruma, muonee ndugu zenu huruma, wale ambao wameumia, wale ambao ni viwete, mujaribu kuwasaidia. Usiwaache tu na kuwachekelea. Bwana asifiwe. Sasa hapa nataka tusome kalaini kamoja ambao Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Immediately the man got well. He picked up his mat and started walking. Oh, the day this happened was a Sabbath. Siku ile ilikuwa ni sikukuu, na wakati ya sikukuu sheria ya hawa watu ilikuwa inasema usitembee, sababu ni wakati ya sikukuu, usije ukatembea na vitu, enda mkono mtupu. Walipoona amebebana na mkeka yake ile aliambiwa chukue, walianza kumuonea vibaya. Hata wanamuuliza, unaenda wapi na hii mkeka? Anajaribu kuambia, yule ameniponya ameniambia nibebe hii mkeka yangu. Wanaanza kuuliza, nani huyu? Nani huyu amekuponya? Hebu angalia ulimwengu wa shida. Nani amekuponya? Tunataka kumjua. Ati sababu ya sheria. Tunasahau ya kwamba Mungu ndio mwenye hiyo sikukuu, na ndio amemponya, na ndio amemwambia chukua mkeka yako nenda zako. Watu hawataki kusikia hivyo. Unatembea na marafiki zako, hawataki kujua shida zako. Saa ile unaumia ndio wanafurahia. Ndugu ameponywa, bado wanazidi kukataa. Tunaambiwa kwamba, ndugu zangu, tuache kitu inaitwa unafiki. Unafiki ndio mingi na mwanadamu. Anakuchekesha, lakini ukitoka kufika pale anaanza kukusengenya. Ni rafiki yako sana, lakini ukitoka anaanza kukusengenya. Mtazame, anaenda na njia hii, aenda hivi.
masengenyo. Ile kitu ningewasihi ndugu zangu, dada zangu, tuweze kuacha kitu inaitwa masengenyo, ambao ndio inaharibu ulimwengu. Unafiki ambao wengi wanatembea na unafiki, wanajifanya, wanajipretend ati wao ni wazuri sana, wao ni watu wema sana. Tuache unafiki, tumtazame Yesu. Yesu ambao hakuwa na unafiki, hakuwa na kasoro, anaponya watu. Wengine wanasikia wivu, wanataka tu akae pale. Hiyo ndio furaha yao. Furaha yao ni umie, waanze kuchekelea. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Hakika huyu Mungu ambao ametupa hii nguvu ya kuweza kuwa hapa tukimtafuta, angali hawezi kutuachilia. Naona huyu kiwete alipopona na alipochukua mkeka yake na amekaa hapa miaka yote, hata mimi najiulizaga aliwezaji kwenda nyumbani? Alijuaji? Hata alisahau, lakini alishika tu mkeka yake akielekea kwao nyumbani. Nawe siku ya leo, amuka. Hayo magonjwa, hizo mashida yote patia Yesu. Yesu atakushika na mikono mbili. Na nikujulishe tena, huyu Yesu, hata kama ni shida gani, hata kama ni nini, hakuna siku atakuacha. Ndugu zako, watu yenu watakuacha, hata wazazi wako watakuacha, lakini Yesu hakuna siku atakuachilia. Kwa hivyo tembea naye, shika yeye, jikaze, usikubali kutingika, usikubali kuangalia pande hii ama pande hii. Tembea na Yesu, na wakati yote utakuwa ukiona mambo yako inaenda nyoe. Ingawaje kuko na shida za kila aina, kuko na mambo mengi, kuko na matatizo, lakini hata matatizo ikikuelekea, hata nini ikuelekea, shika Yesu mkono, tembea na yeye, mtafute yeye, ambao peke yake ndiye atakaye kuokoa, ambao peke yake ndiye atakaye maliza shida yako. Sio watoto wenu, sio ndugu zenu, sio wazazi wenu, lakini huyu Yesu ukimshika na ukatae na yeye, ndugu yangu, yote yatakuwa sawa kwako. Hakuna shida utaelewa nazo. Bwana asifiwe. Wakati mwingi shida ikikuelemea, hata unasahau Yesu. Inafika wakati ambapo najua nishaona mengi. Unasikia mtu akisema, ai, shida hata hii imeshindikana, niko na hii shida, huyu ni mwingine ananitusi, huyu naye ananifanyia, hata huyu Yesu hanisaidii. Sasa nitamweka chini kwanza turaruane mangumi. Ndugu yangu, usikubali hayo. Hata kama mtu anakutendea maovu, sema asante. Akikutukana unamwambia asante na unamuondokea. Lakini usije ukasema sasa, we Yesu, sababu hunisaidia, wacha niweke huyu mtu, niweke kando kidogo, nianze kwanza niraruane na hii jamaa. Bwana asifiwe. Najua tumepita mambo mengi na Mungu ndio hutusaidia.
Na ukitembea hakika na Yesu, mambo yote yatakuwa mema. Usije ukaanza kuona ati huyu Mungu huyu sioni akinisaidia. Hapana. Pigia magoti, piga magoti wakati yote. Ukiona jambo imekuelemea, piga magoti yako. Ambia Mungu, mwambie shida zako, na hakika Mungu ni mwema. Hizo mashida yote ataondoa, na ataondoa kwa wakati ule unaofaa. Mtazame yeye, usitazame mwanadamu, sababu ukinitazama mimi hakika nitashindwa na wewe. Lakini Yesu hakuna wakati atashindwa na wewe. Ndugu yangu, siku ni hii ya leo. Hiyo shida imekuelemea masiku mengi, hiyo mambo imekuelemea masiku mengi. Pigia Yesu magoti siku ya leo, ukijua ya kwamba aliweza kuamsha mtu ambao amekaa miaka 38 hana msaidizi. Watu walimtupa, watu walimsahau, na miaka 38 imeisha. Na Yesu alipokuja alimwambia, chukua mkeka yako, twika mkeka yako, tembea, enda nyumbani. Huyu Yesu siku ya leo ndiye anakuambia mtazame, mpatie hizo shida uko nazo. Kama ni ugonjwa, mwambie Yesu, niponye. Yesu, niko na shida. Yesu huyu siku hii ya leo ndio atakaye kumalizia hizo shida ambazo zimekuelemea. Hizo shida zimekuelemea miaka nyingi, ndio atakazozimaliza, sio mwanadamu. Mwanadamu ni kukuchekelea, lakini Yesu hakika, ndugu yangu, hata kuachilia. Mtazame Yesu. Bwana asifiwe. Yesu wakati yote huwa mwema, ni mwenye huruma. Kiwete aliweza kukaa miaka nyingi, miaka nenda rudi, lakini Yesu alipofika hapo aliweza kumwambia, zitwike mkeka yako na uende na nyumbani. Kumbe nao maadui ni wengi. Tazama, maadui ni wengi. Hawa adui ndio wanataka kuvuta nyuma. Ondokea hawa, fuata Yesu. Na Yesu najua ya kwamba atakutendea mema. Yesu najua ya kwamba peke yake ndio atakayebeba shida zako zote. Mpatie yeye. Nikienda kumalizia nitasema ya kwamba tusitazame kando au kando ingine, tutazame tu Yesu ambaye ndio peke yake atakayetuokoa. Na Bwana awabariki na bariki siku hii yenu ya leo. Mkienda kwa makazi yenu, mutembee na Yesu. Mkienda kufanya kazi zenu, mfanye na Yesu. Na Yesu hakika hatawaachilia, atawapatia baraka, atawalipa kulingana na vile mnafanya kazi. Na saa hii narudisha tu shukrani kidogo kwa huyu Yesu, sababu ametupa hiyo nguvu. Na wale mmenisikiliza, msimuachilie Yesu, mtembee naye. Baba, naja mbele yako Jehova God. Najua ya kwamba hilo neno umetuweka nguvu nalo siku ya leo. Uliweza kuponya kiwete ambao amemaliza miaka 38 hawezi kutembea, na ukamwamusha. Naomba siku ya leo ukatembea na wote wanao kutazama leo, wote watakao kulilia siku hii ya leo Baba,
ukatembea na wao. Hata nasi tuko hii hapa Baba, tembea nasi. Nauliza baraka zako ukaziteremsha kwa watu yako na wote ambao wanakuwa kwa hii madhabahu, wote na wakabidhi mikononi mwako. Popote walipo, popote wakiamkia, uamuke na wao, uwashike mikono, uwaongoze kwa makazi yao. Baba, najua peke yako utawatazama wote na utatembea na wao. Baba, twajua mashida mengi yako kwa ulimwengu. Viongozi wetu wote, wale wanaotuongoza kwa ulimwengu wote mzima, wote na wakabidhi mikononi mwako. Tembea na hawa, waongezee hekima. Baba, wewe ndio unafahamu roho za kila mmoja. Awe ni kiongozi, awe ni mwenye kuongozwa, wewe ndio unasomaga roho za watu ama za wanadamu. Na kusihi siku ya leo ukatembea na kila mmoja, wakauona mkono wako wa nguvu. Baba, tembea na wao. Hii madhabahu na ikabidhi mbele yako Baba, wengi wakaweza kuingia na kuponywa. Kila mtu akiingia kwa hii madhabahu, usikubali atoke hapa kama ni mgonjwa. Akiingia mponye, akija na shida za kila aina mponye. Naomba nikijua ya kwamba Baba uliweza kuponya huyo mtu amekaa miaka 38, nao wale watakuja kwa hii madhabahu, hata wao wamebeba ugonjwa wa miaka ngapi, najua utawaponya. Naomba nikiamini hata yale sikukwambia Baba, na iko kwa roho za hawa niko na wao hapa Baba, utawatendea. Naomba nikijua kwamba hakuna jambo ambalo ni ligumu mbele yako. Kwa hivyo Baba, nimekurudishia shukrani kwa siku ya leo. Uenze kuanza na kila mmoja, na ni katika jina ya Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. Semeni amen. Amen.